Unaweza ukapuuza dalili hizi 10, lakini ukaja kushangaa unakuja kugundulika na ugonjwa wa kisukari miaka michache ijayo au miezi michache ijayo. Ugonjwa wa kisukari kama ambavyo nimekuwa nikisema, unakuja kwa hatua ndogo ndogo pasipo kutangaza rasmi kwamba tayari sukari iko juu. Huwa kuna dalili za awali kabisa ambazo huwa zinaanza, na ni ngumu kuamini kama zinahusiana na ugonjwa wa kisukari, kwa sababu wengi wamezoea sukari kupanda ndio ugonjwa wa kisukari, mtu aanze kukojoa ndio ugonjwa wa kisukari, aanze kuwa na vidonda kabisa ndio ugonjwa wa kisukari. Lakini hapana, ziko dalili za awali ambazo zinaweza zikawa zinaashiria mwili wako umeanza kupoteza uwezo wa kutumia sukari. Sio tu kupoteza uwezo wa kutumia sukari, mwili umeanza kuathirika na matumizi ya sukari kwenye damu, kwenye mwili wako. Dalili ya kwanza ambayo inaweza ikawa inaashiria mwili wako umeanza kupata shida ni hiyo changamoto ya kuchoka mara kwa mara. Hujafanya hata kazi, unachoka sana siku hizi. Kwa nini unachoka sana? Wengine baada ya kula unasinzia, unapata usingizi mzito sana. Sio normal, hasa inapokuwa inajirudia sana. Dalili ya pili ni changamoto ya kuanza kupenda vitu vitamu vitamu, sugar craving. Mimi nisipopata kasoda, mimi nisipopata nini, mimi nisipopata ka juice, mimi nisipopata chai asubuhi kabisa niweke na sukari ya kutosha, siku yangu sioni kama imeenda vizuri. Inaweza kuwa ni ishara hiyo. Lakini changamoto nyingine ni kuwa na njaa kali, hasa baada ya kula. Yaani umeshakula masaa machache tu unapata njaa kali sana. Inaweza kuwa ni ishara mwili wako umeanza kupata shida. Lakini changamoto nyingine ni kuanza kupata maambukizi yasiyoisha. Maambukizi ya mara kwa mara, yaani UTI kwako zinapona zinarudi tena. Fungus zinapona na kurudi tena. Umeanza mpaka kuwalaumu wauza dawa. Inaweza kuwa ni ishara mwili wako umeanza kuwa na shida, na usiposhtukia utakuja kusukari tayari. Ishara nyingine ni hormone imbalance. Unaanza kuwa na mvurugiko mkubwa wa homoni. Kwa mwanaume unakuwa na ile erectile dysfunctions. Unaanza kujikuta hauna uwezo wa kushiriki tendo la ndoa kama zamani, unakosa hamu ya tendo. Dalili nyingine ambayo inaashiria mwili wako unaweza kuja kupata sukari ni unaanza kuwa na ishu ya kupata ganzi na miguu kuchoma choma kwenye mikono, kwenye miguu, hasa zile sehemu za peripheral, zile sehemu za pembeni kwenye vidole kule. Kuna ganzi ambazo hauzielewi. Dalili nyingine ni unaanza kuwa na changamoto ya uoni. Wengine wanaanza kuona ukungu kwenye macho. Hizo kwa pia ni tatizo ambalo kuna shida. Dalili nyingine, umeanza kuongezeka ghafla. Pambana, unapata kazi, sasa hivi unajimuda, humtegemei mtu kifedha, lakini bahati mbaya ndio umeanza kujaa sasa, yaani umeanza kuongezeka uzito, umeanza kuwa na kitambi. Hayo mafuta ya ziada hayo ambayo mwili wako umeanza kuyarundika, inaweza kuwa ni safari ya miaka 3, miaka 5 ijayo uitwe mgonjwa wa kisukari rasmi. Dalili nyingine ambayo inaweza ikaashiria wewe mgonjwa wa kisukari mtarajiwa ni unaanza kupata shinikizo la juu la damu, unaanza kupata pressure. Kwa sababu kama insulin iko juu inakupambania, inaweza kapelekea mwili uko unang'ang'ania maji na madini chumvi. Matokeo yake moyo unatumia nguvu kubwa kupush, na mwisho wa siku tunasema shinikizo lako la damu liko juu. Ziko dalili nyingi sana. Dalili nyingine hasa kwa kina mama, wanaanza kuwa na ule yale maotea shingoni, usoni, hadi kwa wanaume yanatokea. Tunasemaga ni visunzua, acanthosis nigricans jina la kitaalamu. Ndio unakuwa na weusi kwenye kwapa, kwenye mapaja, hata ile michirizi ambayo inatokeza, ambayo ni of course sometimes inakuwa ni kipindi cha uzazi, wengine masuala tu ya hormone, lakini asilimia kubwa ni moja ya dalili za upinzani wa insulin. Ni dalili zipi ambazo unahisi unanasa?
katika hizi ambazo nakutajia. Kumbuka, unapokuwa haujiwahi kushughulikia haya matatizo, wewe ukapambana kuyaondoa tu, yani unapokuwa na ganzi unapambana kuondoa ganzi, unapokuwa na matatizo ya macho unapambana kutafuta miwani, unapokuwa na shida mvurugiko wa homoni unatafuta namna ya kutegesha uwezo kupata ujauzito kwa madawa. Nakwambia unaweza kashangaa kwa baadaye sasa ugonjwa umeshajisuka, ndio unapata zile dalili ambazo ndio naamini za ugonjwa wa kisukari. Sababu watu wengi wanaamini ugonjwa wa kisukari mpaka aanze kukojoa ovyo, mpaka aonje mkojo akute ni mtamu, mkojo uanze kuona na wadudu. Hizo ni dalili za mwisho. Na ndio maana kwenye dalili hizi za awali sijataka kuzitaja kwa sababu huwa hazitokei kipindi cha mwanzo. Hata sukari kupanda kwenye damu huwa haipandi kwanza. Naamini umejifunza. Hebu niambie wewe, kama una tatizo la kisukari tayari, niambie ni dalili ngapi ambazo zilikuwa zinakutokea sana. Na kama wewe hauna tatizo lakini una hizi dalili ambazo nimekutajia hapo, jaribu kujifuatilia zaidi, na unaweza kuchukua namba kwenye bio tukawasiliana ili tuweze kushauriana zaidi. Kumbuka, ugonjwa wa kisukari ni tatizo la kimfumo, ni tatizo linalojitengeneza muda mrefu, linakuja kuonekana mara moja likiwa limeshatengeneza mizizi tayari. Kwa hiyo usilee ugonjwa wa kisukari, gundua chanzo haraka, tatua tatizo. Mimi ni Sam Nature, endelea kufollow page hii, share video hii, wengine endelee kujifunza